saa ya have fun, ya kuburudika, ya kuelimika ndio sasa hivi imewadia. Tuko magorofani kwetu hapa The Avenue, Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Lakini wewe pote pale ulipo, shukrani sana. Mgeni wetu leo ni mgeni ambaye ana sauti ya kipekee sana, sauti moja nzito. Yeye ni mjasiriamali ambaye anafanya muziki. Tuongee naye kuhusu jinsi gani alivyokata tamaa kuna wakati kabisa akawataka kufanya game. Kabisa ni mpaka watu wanakuja wanaimba jamaa hawataki kabisa. Kwa sababu gani? Kwa game haimlipi. Leo tupatia somo la jinsi gani unaweza kukata tamaa, lakini kama kitu kwa unakipenda unaweza ukafanya juhudi ili uweze kurudi. Lakini pia ana zawadi mpya kwa Tanzania kwa siku hii. Atuambie ni zawadi gani. Kwa hiyo kwa muda nusu saa hii tafadhali usiondoke. Lakini pia kama wewe ungependa kuona labda TV, sisi tuko mbali sana, ungependa kuja studio tuone live, karibu sana studio yetu. Wewe unachofanya ni kwamba unatutumia SMS kwenye WhatsApp au kwenye kawaida, bwana atakuja studio na sisi tunakaribisha. Kwa hiyo nusu saa ya kwa fun ndio imeanza. Karibu sana kwenye The Avenue. Kali kumwambia hapo mwanzoni, kipindi leo tuko na Sunday Mjeda ambao ana zawadi kubwa sana kwa Mtanzania ambao sasa hivi unaangalia kipindi hichi leo. Yeye ni mjasiriamali wa kupitia muziki. Kama hiyo jina ni geni kwako, lakini unamfahamu kwa jina Linux, au sio? Kaka, karibu. Bwana, kwanza nyimbo yako mpya. Kwanza niongee kitu kimoja kwamba nimeshukuru nini kwa mara ya kwanza nimefanya interview na wewe kwa sababu huwa nakuona kwenye TV. Wow, thanks man. Asante sana. Shukrani sana. Nachopenda ni kwamba yani kipindi chako sio cha watu wa design moja. Unaelewa kwamba unafanya interview na watu tofauti tofauti, wanafanya kazi tofauti tofauti. So asante sana. Respect. Na mimi kazi yako naelewa. Mtu mmoja kaniambia kabla kufanya interview kwamba unajua jamaa Linux bwana, sauti yake tofauti sana kiasi kwamba una wapenzi wengi sana wazungu nje. Sauti fanya kiafrika tofauti. Unaamini hiyo ni kweli? Yeah, ni kweli kwa sababu unajua wanasema kwamba yani kuna sehemu usipojiweka mwenyewe hakuna mtu anaweza kukuweka. Kweli. Kwa hiyo inawezekana nilikuwa nafanya kitu lakini sikuwa nataka nilikuwa nawafikia watu fulani lakini mimi nikawa siwafati wale watu. Yani nafanya kitu kinawafikia watu fulani lakini siwafati. Kwa sio wale walengo wako lakini yani mimi ujumbe nachokifanya kinawafikia watu fulani. Ujue mimi wangu kwanza kabisa kujulikana ulihiti East Africa. Kabisa. Na ukawa ni wimbo fulani uliwasababisha. Sasa hivi nimefika getini hapa TBC. Yani mlinzi akaniambia kwamba for the first time nasikia wimbo wangu alijua mimi sio Mtanzania. Kwa sababu na ilichukua muda mrefu yeye kujua mimi ni Mtanzania. Anasema mpaka baada ya kusikia ule wimbo wa Kigoma All Stars ndio yes, kwamba alikuwa anajua mimi ni mtu wa Burundi au wa Rwanda. Kwa hiyo genius level ni level zingine tofauti kabisa. Yes, kwa hiyo yani wimbo wangu wa kwanza kabisa naanza kufanya. Ulinipeleka, ulikuwa ni mkubwa, naona kama ulivuka, kuna cloud fulani ulivuka. Yani wimbo wangu wa kwanza nilifanya. Kuna cloud ambayo yani watu wa umri wangu niliwapita. Yani wimbo uliwapita wale watu. Kwa sababu sauti nzito. Yes, ukaenda kwa watu wengine. Sasa wale watu ni maintain kuwa nao, kwa nikajikuta kwamba kuna watu hapa, kuna cloud hapa na lose. Ambao nikajaribu kujitetea kwenye mwasubira lakini bado nikajikuta bado ile cloud nimeipita tena. Nimeenda tena kule kwa sababu nakumbuka katika nyimbo ambazo zimenipa respect yani na mpaka leo nikiuimba mpaka ninapokuambia hivi jana ilikuwa ni send off ya mke wa mtarajiwa wa Roma. Okay. Yes. Mama wa Roma ni shabiki wangu mkubwa. Yes, kwa hiyo Roma hakutaka kutumia nguvu kunifanya mimi nikaperform pale. Alichokifanya kwa sababu anajua kabisa mimi ninajua kabisa kwamba mamake ni mshabiki wangu. Alimpa namba yangu mamake akanipigia. Straight kwamba bwana mwanangu jambo, nikamwambia si jambo, shikamoo, marhaba. Kwa sababu namba yake ninakoga nayo. Haya, leo send off ya mke wa ndugu yako. Nataka unimpe nyimbo hizi 3. Nikamwambia nitajie kabisa nizibebe. Ya kwanza kabisa kanitajia Mola Subira. Ya pili kanitajia Ifola. Ya tatu kanitajia Mama Halima. Sasa hivi nataka kuwa na audience kubwa zaidi. Nataka kufanya for Africa. Yani nataka kufanya for Africa. Yani kwenye maandishi yangu napokuwa na right. That's why nataka kufanya muziki ambao mtu yote mwenye ngozi nyeusi yani akisikia haijalishi amejua ninachoimba ni nini au hajajua nimechoimba ni nini, lakini mtu yote mwenye ngozi nyeusi akisikia ninaimba nataka ku make sure kwamba
anapenda anachokifanya au na kweli unajua nimeangalia kwenye Twitter comments, kuna watu ambao nyimbo wanajua ile chorus is supposed to be my wife. Yes. Mengine ajui lakini sasa nyimbo kali lakini najua sehemu ya chorus peke yake yani. Kwa sababu ni plan. Alafu sasa ni plan lakini kwenye ule wimbo unajua wimbo level ambao umekwenda na nilichoki yani wasn't yani haikuwa ni plan. Kwa sababu kwanza ule wimbo mimi nimefanya kwa Jazba actually. Unajua ni wimbo nimeandikia studio, nimeandika hapo, nimerekodi hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya Tudi. Wimbo ambao nilikuwa nataka kutoa alitakiwa Tudi ndo yani alikuwa amefanya Tudi. Ndio wimbo nilitakiwa kutoa. Tudi alipata matatizo, unajua alivamiwa na watu wakamkata mapanga. Kwa hiyo alichukua muda mrefu sana ile mpaka kurecover, kwa akawa hayupo studio for long. Means kwamba alikuwa na kazi za watu wengi. Sasa unajua mimi na Tudi yani tunaishi like brothers. Umeelewa? Kwenye shida tuko pamoja, kwenye raha tuko pamoja. Kwa miaka mingi unajua ni producer ambaye for the first time aliweza kunifanyia beat nzuri ya kusababisha Watanzania na East Africa inijue kwa ujumla. Kwa hiyo lakini inapokuja kwenye kazi, apart from ile tunavyoishi like brothers, inapokuja kwenye kazi treatment yake inakuwa kikazi. Sasa mimi nakuwa najisahau, naona kwamba mbona kama kakaangu ananichangia, unanielewa? Kumbe hivyo ikazi. Kwa Tudi akawa ananizungusha, mara leo flash iko hivi. Lakini kumbe ni kwa sababu alikuwa na kazi za watu wengi, ule wimbo alikuwa hajafanya mixing. Kwa siku nikampigia simu akaniambia niende studio. Nikaenda studio nikakuta hayupo, nikampigia akawapokea. Kwa hiyo nikachukia. Nilivyochukia ndo kisa cha kumwambia Ima how much kumrekodi mtu. Nilikuwa mimi sija kurekodi na Ima. Yes. Kwa kuambia mkwanza kukampatia. Yes, nikamwambia Ima how much kurekodi na mtu. Akaniambia kiasi fulani. Okay, nikamwambia nakupa advance, then next time nikija kuchukua wimbo wangu tamalizia. Kwa pale ulitunga studio. Yes. Ananipenda vile sidanandi, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sokinega, ananipenda vile misidangi, ananilewaza kwa mziki mzuri toka siweka. Na sasa hivi labda una mtu ambaye labda unatumia kuoa hivi karibuni hivi? Siwezi kusema straight. Hujampata bado ule mwenyewe. No, mimi ni mtu mzima, siwezi kusema sina mtu, itakuwa ni uongo. Siwezi kusema uongo. Okay. Umeelewa? Mimi na girlfriend, umeelewa? Actually mtu ambaye nimefanya video ndo niko naye sasa hivi. Kaka. Kisu. Afuna kwenye video kwanza umepiga suti moja. Sio suti kama 3-4 hivi. Hatari sana. Nikasema hizi suti za biashara kwamba huyu mtu ana mean business. Yeah. Nani ka design zile suti? Ame design jamaa yetu JM Collection. Sasa hivi wewe mjasiriamali kwenye biashara hii ya music na sasa hivi kuna bidhaa nyingi sana, yani kuna music nyingi sana ambazo wabongo au Afrika nzima. Sasa hivi unajua Afrika muziki ni sokoria. Kila mtu kabisa. Mtu yuko Nigeria na anataka tu wabongo, unajua kama yale. Wewe unahisi kitu gani ambacho ni special sana tofauti ambacho mtu anajua kwamba bwana kwa nyimbo hizi za remix mimi nitakuwa ni fani wake, nitanunua biashara yake tofauti hata kama kuna watu 200 300 ambao wanaimba. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua inawezekana bado wasanii wengi wa Tanzania pia hawajajua kwamba muziki wa Tanzania una nafasi kubwa sana sasa hizi yani ya kuita Afrika kuliko muziki wote. Kwa sababu sisi tu watu wa Nigeria. Yes, kuliko muziki wote, I'm telling you. Kwa sababu sisi unajua tuna muziki mzuri sasa hivi. How? Kwa sababu sisi tuna test tofauti. Mimi siwezi kuimba kama Nasibu. Nasibu hawezi kuimba kama mimi. Nasibu hawezi kuimba kama Ali hawezi kuimba kama Omari. Yaani tuko tofauti. Muziki wa Bongo Flava bado una watu wachache ambao wameingia kwenye soko la Afrika. Lakini na kuhakikishia kwamba muziki wa Bongo Flava wakiingia watu 10-15 kwenye soko la Afrika, tutapiga story nyingine. Wewe mfanya biashara, plan yako ya kujiuza kiafrika zaidi nini umepanga? Sasa hivi unajua vitu viko virahisi. Nikwambie kitu. Unajua hii social network kwanza imesababisha dunia imekuwa kijiji. Kweli. Kwa mfano, mimi na wimbo na artist mmoja mkubwa anaitwa Rasan, anaishi Miami. Na wimbo nimefanya naye, nimefanya remix ambayo iko kwenye album yake. Wimbo unaitwa Hard to Walk Away. It's a very big song. Unanielewa? Ni wimbo mkubwa. Lakini ukiangalia nimempata vipi jamaa? Wimbo niliupenda. Nilivyopenda nikamtafuta jamaa kwenye Instagram yake. Nikamfuata kule direct message. Nikamcheck. Nilivyomcheck jamaa akaja kwangu. End of the day akaniomba kama vile nifanye remix ya wimbo wake ambao mimi nimeupenda unaitwa Hard to Walk Away. Na ni wimbo mkubwa. Umeelewa? Basi jamaa kanitumia file, nikarecord, nimemtumia, utaingia kwenye album yake.
na ni msanii mkubwa anaitwa Rasan. Una lengo la kuingia kwenye market huko Jamaica wapi? Yani sasa hivi Caribbean huko. Sasa unajua mimi na muziki ambao yani na muziki fani ambao bado sijauweka kwenye jamii yangu. Yeah. Ambao ni muziki wa Jamaica. Sijauweka kwenye jamii yangu. Lakini wewe unafanya uko ndani yangu yani huo muziki. Ambao ukisikiza sauti yangu yani hautaki hata kujiuliza. Yani huo muziki ni upo ndani yangu bado sijauweka kwenye jamii yangu. Wewe sauti yako unakula nini labda? Yani sauti yako tofauti sana, afu nzito mtu letu. Yani kabisa mtu akisikia nyimbo Lina akisajua wewe Lina, akisema mtu aulize mara mbili. Kuna vitu huwa ni zawadi tu Mwenyezi Mungu anampa mtu ili muokoe kimaisha yeye labda na watu wake ambao wamemzunguka. Kwa sababu nikisema kwamba labda mimi nailinda sana sauti yangu yani hivi na hivi, Mungu mwenyewe atakuwa apendi kwa sababu mimi nakula yani nasikiaga kuna watu sijui hawali chumvi nyingi, sijui mayai kama yale, sijui anakula mayai mabichi. Nasikiaga hizo story yani ni story nyingi, umeelewa? Hali pilipili sijui ni nini. Basi mimi kuna research moja nilisikiaga wa China wamefanya, nasema mtu ambaye anakula pilipili nyingi anaishi maisha marefu. Basi mimi nakula pilipili hatari. Ndio sasa tunakuwa hivyo labda ndio hapo ndio no. Mimi kwa sababu yani kama nilivyosema ni gift tu yani from heaven ambayo Mwenyezi Mungu aliweka ndani yangu iokoe maisha yangu na ya watu ambao wamenizunguka. Kwanza kwa mziki mzuri toka Suweka ananikonga kwa ukasoro ndiko alikofundwa. She's supposed to be my wife. She's supposed to be. Watu wa Kigoma. Yeah. Kigoma mbona kuna wasanii wakali sana bwana Kigoma? Mko asili gani kule? Au mkiwa wadogo mnaimba sana mkiwa wadogo? Mimi ninachofikiria ambacho labda kilisaidia wasanii wengi wa Kigoma wana vipaji, labda ni ule ujirani wetu na Kongo. Kwa sababu mimi ninachoamini, naamini kabisa kuna nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zina hit Kigoma before hata hazijakuja huko. Kwa hiyo wewe music umeanza Kigoma? Yes. Na safari yako kutoka Kigoma mpaka kuja Dar es Salaam na kuja kuwa star mkubwa kama wewe sasa hivi. Yani ngoja kuna kitu basi yani haso yangu yani unajua nilianzia Kigoma. Lakini kuandika nini? Mimi nimeanza kuandika nyimbo zangu pale Amana Vijana Center. Ilikuwa mwaka 99. Ndio long time niko mdogo niko kadogo. Mimi before sijajulikana niliandikia wasanii zaidi ya 4 na nyimbo zao zilihit. Lakini hawakuwa hata wananisema kwenye radio kwamba nimehusika kwenye nyimbo zao. Na kesho yao baada ya interview waje kutaja wewe kukutana nao wanasemaje? Acha kukutana nao. Sometimes kusema nilikuwa niko mtaani sina hata shilingi 10. Sometimes namuona mtu ametoka kwenye show, namsikia kabisa ametangaza kwenye show nini, nampiga simu namwomba labda 5,000, 10,000, ananiambia na kitu. Nafikiri nivunja moyo pia kuandikia wasanii nyimbo. Na wakati unaandikia kwa yani hamna malipo ile kwamba kulikuwa hamna malipo. I was doing for love. Niko nafanya kwa sababu ni kitu iko ndani yangu. Alafu niko naona kama labda mimi Mungu hajanipangia kujulikana. Kwa hiyo nikaona kile nilichonacho mimi ni bora nikishare kwa watu wengine. Waandikie tu wenyewe watu. Yani wao waendelee na vitu vyao. Sasa nyingine nikawa naumia. Sababu naona labda mtu anafaulu kupitia maandishi yangu. Umeelewa? Lazima ikuume mtu. Kwa hiyo nikawa naumia. Sasa afu mbaya zaidi anakuwa hana respect. Yani ha respect yani kitu ambacho mimi nilifanya kwake. Umeelewa? Na ikaje mpaka ukaamua na kuandikia tushaandikia sana sasa hivi bwana ningie mwenyewe mzigoni naanze kuimba. Unakumbuka before sijaanza kuandikia sana watu. Wakati mimi nawaandikia watu sana hiyo. Mimi nilikuwa naishi kwa sijui kwa nini sijui. Najua ni kama wasanii naona wasanii wadogo siku hizo wananiogopa. Lakini mimi nilikuwa naishi kwa kufanya chorus. Sasa mimi nilifikia point nikawa siandiki tena chorus. Nikienda ni mtu akiniita studio ananipa labda 20,000, 30,000. Ananipia na bajaji ya kunipeleka pale studio na kuniondoa pale. Kwa per day nilikuwa na uwezo kufanya chorus 3 au 4. Kwa hiyo ndio ilikuwa maisha yangu naishi kwa hivyo. Nilikuwa naenda kwenye studio na kutalaba mtu ka rap. Namsikiza hicho rap mwanzo mwisho kwa sababu nimeshaandika mashairi mengi means kwamba hakuna utakachukua umeandika mimi sijaandika. Mimi naingia booth na va headphone naimba na kuacha chorus yako mimi naondoka. Sasa yako hapa, sasa nachukua langu sasa sometimes 20 hadi 15 ni kwa siku. Yes. Nachukua naondoka. Kwa hiyo nikawa si record tena nyimbo zangu. Na ukawa auandiki wala siandiki mtu yoyote. Kwa sababu niliingia, unajua si ni binadamu, kuna yani ukikutana na kuna vitu fulani yani binadamu mwenzo kufanyia vinakuingizia kitu fulani kama chuki. Kwa hiyo niliingia kama kwenye chuki yani nikawa na chuki na yani kuna watu walinisababisha nikawa na chuki. Ile chuki ikaja ikawa athiri watu wengine ambao nadhani walikuwa inawezekana wanahitaji msaada wangu. Yes.
Unahisi kwamba labda baada ya wewe hiyo kwamba kuzungua ukapata hasira bwana, mimi nifanye muziki nitoke niweze kuonesha watu kwamba mwenyewe naweza? Inawezekana hiyo, lakini kwa sababu nakumbuka baadaye nilistop pia kufanya hizo chorus. Nikawa mtu akinipigia, yani niligive up. Ikawa mtu akinipigia nataka nikamfanyie chorus, namwambia namshauri labda amtafute mtu fulani, kwa sababu namwambia wimbo wako hauwezi kuhit kwa sababu mimi mwenyewe nashindwa kuhit. Kwa nini unataka kufanya kazi na mimi? Fanya kazi na mtu mwingine. Japo saa nyingine alikuwa ananipigia mtu mtasina hata shilingi 10 labda mfukoni. Kwa hiyo kawa ukata tamaa fulani hivyo? Yes, nilikata tamaa, lakini baadaye nikaanza kuwa naenda kufanya kilichonijenga zaidi kwenye sanaa yangu, ambacho namshukuru sijui ni Mungu tu, unajua ni kwa neema zake actually au vipi bana. Nakumbuka nilianza nilikaa kama mwaka mzima mimi nafanya mazoezi tu ya band, alafu siendi kuimba live. Mimi naenda wakiwa wanafanya mazoezi jamaa wa band, wakimaliza naomba hata wanipigie nyimbo 2-3, alafu mimi naondoka naendelea na mazoezi yangu ya kawaida. Ndio kwa biashara gani sasa? Maki mwaka mzima. Na huo ni mwaka mzima. Nakumbuka niliajiriwa, nilikuwa nafanya kazi radio. Uko una present matangazo? Yes, nilikuwa nafanya segment fulani kwenye radio fulani. Okay. Kwa hiyo nikawa naweza kumudu maisha yangu. Kwa hiyo nilikuwa naweza kumudu maisha yangu, nikawa na maintain time yangu kufanya kazi ya watu na maintain kufanya kazi yangu. Uvumilivu huo wa mwaka mmoja ni siku 360 ngapi hizo? Nilikaa muda mrefu nikawa na kiu. Mimi nimekuja kufanya muziki na Bembelezo actually. Kwa stuck tena. Kikaso ndo tulako kabisa. Bembelezo yani nilikuwa stuck, yani nilikuwa naamini kwamba ni lazima nitafute pesa in another way, nipate kwanza pesa then nije kufanya muziki nikiwa na pesa, kitu ambacho nafikiri nilikuwa niko wrong. Haikuwa kweli. Kwa mimi nimekuja kufanya muziki na Bembelezwa na wadau wakubwa kabisa ambao wanaendesha muziki wote. Kwa wenyewe walikuelewa kwamba wewe unaweza. Baadaye waligundua kwamba kuna mtu yani ambaye ana deserve kwa mkubwa yani kabisa. Kwa hiyo yani wakanitafuta wenyewe na sauti yao kipekee kabisa. Yes, wakanitafuta. Afu sasa mbaya zaidi wakanikuta niko strong kwa sababu tayari nilikuwa nimeandika vitu vingi tena. Alafu nimefanya mazoezi kwa muda mrefu. Alafu sijarekodi muda mrefu, kwa nikawa na kiu ya kurekodi, lakini nikawa na kaza moyo kwamba acha niendelee kukaza moyo, nifanye kwanza hichi kitakachosababisha niendelee kuishi, kwa sababu kama nafanya muziki unasababisha nashindwa kupanga hata chumba cha 30,000. Kwa nini nifanye muziki huo? Si bwana nifanye hichi kinasababisha naweza kulipa kipango hata cha 20,000. First time unatoka ile sasa hivi Linux ndio anajulikana, nyimbo imehit. Ulihisi kwamba ujisikiaje kwamba kumbe struggle yote hii matunda haya ndio yenyewe? Baada ya jamaa kunifuata kwanza nilijua time yangu imefika. Yaani kwa sababu nilifuatwa mimi na wadau wakubwa ambao wanaendesha mchezo huu. Wakaniweka kikao, wakaniambia sikiliza. Na ni baada walikuta demo ambayo nimefanya. Na Malima ujue ni demo ambayo nilikuwa nimefanya 2 years ago. Ukaomeacha wapi? Nilikuwa nimefanya kwa Tudi. Nilikuwa nimefanya verse moja. Ile verse yangu ile sikurudia ile verse. Ule wimbo ulitoka mimi yani mpaka unapeleka radio mimi sijui. Wakati kuna watu wengine mtu lazima atoe pesa nini ajionyeshe na watu mpaka nyimbo hit. Mimi sijui ule wimbo ulipigwa vipi radio, nitasema uongo. Sababu wimbo mimi unapiga radio mpaka una hit, kwa sababu una hit ule wimbo mimi nimesha lose friends, unajua those days sina rafiki hata mmoja. Naishi mimi as mimi. Marafiki kivipi yani? Sikuwa na rafiki tena kwa sababu unajua yani people used to believe in me. Alafu sasa baadaye wakaona sifanyi kile walichokuwa nakiamini. Kwa hiyo kila watu wakaona wananikimbia sasa. Kwa hiyo nikawa sina rafiki. Yani unajua nikawa naishi tu mimi as mimi yani. Yaani watu ambao unajua kwamba huyu Linux anatakiwa awe msanii mkubwa sana lakini kaacha game kama vile katamaa kwa bwana. Kwa hiyo yani kila mtu akanitupa. Kwa hiyo mimi nikawa naishi mwenyewe yani. Na nikaridhika na ile hali kwamba okay, haina shida. Kwa wimbo ulivyotoka sasa, mimi nikawa sisikize radio, sina time ya kusikiza radio, wala sina time ya kusikiza kuangalia TV. Mimi ninachokiangalia yani 24/7 na waza ile segment yangu inasababisha niishi. Radio ambayo nilikuwa nafanya. Kwa hiyo sikuwa na time ya kumsikiliza mtu yote na. Kwa hiyo ile wiki nzima wimbo ukawa mkubwa. Nakumbuka interview yangu ya kwanza kwenye radio fulani. Nilifanya ile interview nilikuwa real, niliongea vitu ambavyo ni real.
chungu wote ukamwaga pale. Kwa hiyo nafikiri watu wakanipenda kuanzia pale. Kwa hiyo nikaanza sasa marafiki zangu tena wakaanza kuanipigia tena. Wale mtembo walikuacha ndio wanaanza kupigia tena simu. Yes, wakaanza kunipigia. Sasa wakaanza kunipigia tena sasa. Kwa hiyo wakanipigia, kabla hata hiyo interview. Lakini hao ni fake friends, hao ni of course. That's why I'm not with them anymore. Yaani warudi baada ya kuna jamaa Neema imerudi na nyoka karudi. That's why siko nao tena. Yaani mimi sipigi dili na mtu yote ambaye anivutaga shati au alishaye kunitupa. Kabisa. Yaani mtu yote nikiwa nafanya labda biashara yangu fulani. Alafu kanivuta shati. Yaani jua huwezi kuwa rafiki yangu tena. Lakini utakumba wasanii wakubwa wengi sana wameanguka kutokana na marafiki ambao wapo kwa sababu ya neema yake wakati huo ipo. Alafu na baada ya hapo mtu ukiluzi kidogo wenyewe unaondoka. Wewe ni star, una watu wengi sana ambao wanakuzunguka ambao kila mtu anataka kuwa karibu na Linux. Rafiki wa kweli na fake friends, unajuaje kama kwamba huyu ni mkweli na huyu ni kwa sababu ya neema hii hapa na kuja? Mimi ni rahisi kumjua mtu ambaye ni fake kwa sababu mimi niko OG. Mimi niko real. Okay. It's very easy for me yani kumjua mtu ambaye ni fake na mtu ambaye yuko real. Yani huo ndio urahisi wangu. Yani umeona kwa sababu mimi na wewe tutakuwa tofauti kwa fake. Yani kwa sababu mimi niko original. Yani mimi si fake kabisa. OG mwenyewe. Mimi niko OG, yani maisha yangu yako OG. Yani mtani kwangu ukija huwezi kujua hata kama mimi ni msanii mkubwa unajua. Sasa tuongee kuhusu nyimbo yako ambayo ume release mpya. Timing yake kuitoa, ulikuwa unalenga Valentine Day au ilitokea tu coincidentally Actually Valentine mimi ni birthday yangu. Yes. Kwa hiyo katika kitu ambacho huwa si target wala sihitaji show yani nipate nisipate yani is okay, unanielewa? Ni Valentine. Na concept nzima ya wimbo ni ulipata wapi? Au dada ndio alipatia ile? Wimbo nafikiri unajua ni kwa sababu sijui bado nimeshaandika vitu vingi au nimeshakutana na watu wengi kwenye maisha unajua. Ni labda niseme ni kwa sababu sasa inawezekana kwamba natamani sasa kuwa labda kuwa na maisha fulani ambayo ni tofauti na ambayo nilikuwa naishi before. Inawezekana labda umri sasa unafikia point kwamba labda umri wangu unanishawishi uwe na mtu wa karibu. Inawezekana pia ni hivyo. Sasa sijajua yani unajua kuna vitu huwa vinatokea kama nilivyosema. Yani kuna vitu huwa vinatokea mtu unafanya ambacho baadaye ukija kuuliza ni yani au kama ulifanya unagundua tu ni neema tu ya Mungu. Kwani uliamua kufanya na girlfriend wako ukweli kwenye nyimbo hii? Kwanza unajua mimi mtu ambaye niko naye sasa hizi unajua nimekutana naye yani nimekutana uwezi kuamini nimekutana naye kwa ajili ya kazi. Okay. Tayari wimbo ulikuwa nimesha record wimbo. Ani audio. Yes, nimekutana naye nimemkuta Instagram. Nikamfuata picha zake nikamwangalia unajua nikamwangalia nikapenda picha zake na huyu nifanye naye kazi. Nikam direct message ya kunijibu kama siku 4 nikamrudia tena akanijibu. Alivyonijibu nikamwambia kazi nataka kufanya naye. Akaniuliza kazi gani? Nikamwambia can I have your number? Akaniambia niambie kwanza kazi gani? Nikamwambia namba yako kwanza. Akanipa namba. Nikamvuta sehemu tukakaa tukaongea biashara. Uwezi kuamini video yangu mimi nimemlipa. Au nimemlipa picha zile kupiga picha nimemlipa. Kushoot video pia nimemlipa. Umeelewa? Na nimemlipa tayari tumesha start unajua relation, umeelewa? Sasa usijipa mwenyewe kwamba unamlipa fina bado inaenda ulikuwa arudi kwangu. Yaani kwa sababu tayari kwa ni makubaliano kwamba tayari tulikuwa tumeshakubaliana kwa sababu mimi na yeye unajua mimi na management. Kwa hiyo management yangu ndio inamlipa yeye. Yes, ilivyozungumza naye haikutaka kuhusisha masuala ya mahusiano yangu mimi na yeye. Kwa hiyo biashara na mapenzi tofauti kabisa. Tofauti. Okay. Na that's why sasa hivi pia ameingia naye yuko kwenye management yangu. Kwa hiyo sasa hivi management yangu ina brand kwa ajili ya kufanya kuna kitu nataka afanye. Yeye pia anaimba au ni tofauti kabisa? No, afanye muziki. Isipokuwa tumegundua kwamba ana talent anaweza kuigiza. Okay. Yes, kwa hiyo management yangu imemsign pia kwa ajili ya na saizi ina brand kwa ajili ya kipande cha familia kinakuwa. Lakini nyimbo kali sana, labda Mtanzania ambaye hajaiona bado nitakuonesha kidogo upate flavor, lakini unaweza ukaimbia kidogo. Kwa sababu moja nzuri sana ikubali. Hautamani niwe bachelor au niwe na mpenzi paka kwa hela, una mapenzi yenye moto wa kuotea mbali. Taratibu mwenzako nina kamba mguni. She's supposed to be my wife. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring.
she's supposed to have big wedding. Na labda kwenye mtandao, labda YouTube channel yako ya YouTube, makina squeeze watu wanaangalia YouTube zaidi. Yes. Inaitwaje kwa sasa hivi? Ya account yangu ya YouTube inaitwa Sunday Mjeda. Sunday Mjeda. Yes, Sunday Mjeda. Na au ukitaka labda kuangalia video kwenye YouTube, unaweza ukanifollow kwenye Instagram yangu. Instagram unatumia jina? Yes, Instagram yangu inaitwa Linux Sunday Mjeda. Unaiunganisha kabisa, Linux Sunday Mjeda. Ananipenda vile sidanandi, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sokinega, ananipenda vile misidangi, ananiliwaza kwa mziki mzuri toka siweka. Ukipenda kuja studio kumuuliza mgeni wetu wa kipindi siku hiyo maswali matatu, ni very simple, natumia tu SMS au kwenye WhatsApp, niambia, unakuja, tunakaribisha. Na leo tupo na Augusto, shabiki wa Linux. Kaka, flow ya kwako, unaweza kumuuliza maswali matatu. Niambie bwana Augusto. Asante Linux. Uko fresh? Fresh kabisa. Nashukuru Mungu. Swali langu kwanza, nilikuwa napenda kuuliza, ni mtu gani ambaye hutamsahau katika maisha yako kama mafanikio yako uliyopata? Yeah, so is all. Wow, nice question. Bonge moja swali. Ambaye amehusika kwenye mafanikio yangu. Siwezi kumsahau producer ambaye amenitengeneza, Rudigo. Rudigo ni producer ambaye amenikuta na kipaji. Ni wako wengi ambao sitawasahau. Lakini siwezi kumsahau Rudigo, Professor Rudigo, kwa sababu alinikuta na kipaji then akanitengeneza. Akanitengeneza kwamba unaenda hivi. Ani akanifanya nikajitambua au nika trust ile talent yangu. Yeah. La pili, jamaa wabidi wewe interviewer. Sasa jamaa uko kaburi. Nyimbo kali sana hapo ofisini, nje hapo studio kila mtu anaimba. Kwa hiyo natumaini utaipenda sana. Na kijana yote ambaye sasa hivi anaanza muziki au kazi yote, wewe una experience, umepitia mengi sana, unaombea nini? Ni hivi nachoweza kuongea ni kwamba hata kama uko polini saizi unachunga ng'ombe, kama una kipaji na unajua kabisa una kipaji, unatakiwa ujue kwamba Mwenyezi Mungu hakuweka hicho kipaji chako ndani yako ili wewe uendelee kuchunga ng'ombe uko polini. Aliweka ndani yako ili watu wakujue na adhihirishe yani uwepo wake au vipi bana, kwamba Bwana Mungu yupo hivyo. Yes, kwamba ndio kama hivi tunapiga story, tulikuwa sisi tumetoka wapi mpaka hapa tulipofika. Hii tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Safari ndefu. Means kwamba tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwamba ni kwa neema zake. Nina leo ni kwamba usipojiamini wewe, hauna mwingine ambaye atakuamini. Anything unachokifanya wewe, lazima moyoni wewe kwanza ukiamini. Kama ni biashara, kama ni chochote, lazima wewe uweze kuja kifua mbele na kwamba hii nafanya mimi, najiamini, hata kama watu wa karibu hatakuamini. Kama umeona mgeni wetu Augusto tulikuwa naye, kapata nafasi kumuuliza Linux maswali yake, kwa hata wewe unaweza kufanya hivyo. Na always man, timu nzima ambayo ingefanya kazi hapa, shukran, respect na kwako wewe ambaye umechukua muda wako kuangalia kipindi cha The Avenue. Tafadhali sana ingia kwenye YouTube, kuna vitu vingi zaidi, program nyingi zaidi ambazo za nyuma ambazo tunaoji watu mbalimbali. The Avenue ni zaidi tu ya entertainment au nini kufurahi, ni pia ni moja ya kuelimishana, sio? Tujifunze hapa na pale. Kitu nakwambia ni kwamba duniani kuna watu ambao kwa kweli wana maudhi. Unajua kuna mtu mmoja ambaye wewe yani akiongea sometimes anajua jinsi ya kukera, lakini usimpatie mtu nguvu ya kukera, usimpatie mtu nguvu ya kuweza kufanya wewe mood yako ibadilike. Always kuwa na furaha, sio tu siku ya panda nao, lakini always usimpatie mtu nguvu ya kukera wewe, fanya issue yako. Au sio? Kama unajua mtu fulani wewe anakuudhi, mpotezee. Maisha yenyewe mafupi hapa, lazima una kila
haki ya kuwa na furaha muda wote. Kwa hiyo mpaka next time, jamani, kwa group la WhatsApp ambao kuna group la WhatsApp la The Avenue, tuna share my ideas, tuna fresh, tunajulishana mambo mbalimbali. Unaweza kuniambia nikakuunga. Kwa mpaka next time yo, peace and love, amani kwako. Peace, I'm out. She's supposed to be happy. She's supposed to have my ring. She's supposed to have big wedding. Ananipenda vile sidanandi, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sokinega, ananipenda vile misidangi, ananiliwaza kwa mziki mzuri toka siweka. Okay, up. Yeah, twende. Nusu saa nyingine ya ku have good time.